ahadi tamu kwa waamini. Tazama na kuja upeshi sana, uwe imara, hatari kubwa, ndugu, usilale, bali ukeshe. Bwana Yesu asifiwe. Ninayo furaha kumshukuru Mungu pamoja na wewe kwa ajili ya kusema asante Yesu kwa kuwa pamoja nasi kuanzia usiku hadi asubuhi ya leo. Siku takatifu ya ibada, Sabato. Wale ambao tunaabudu siku ya leo, tunamwabudu Mwenyezi Mungu, Mungu wetu aliumba mbingu na nchi. Lakini kwa wale wenzetu ambao sio leo, tunawakaribisha pia kwa ibada siku ya leo katika kanisa lolote mahali ulipo la Waadventista wa Sabato. Karibu sana, tunakupenda sana sana. Na hivyo ni kualika asubuhi ya leo tuwe na tafakari ya somo la asubuhi, maana Mwenyezi Mungu, Mungu wetu ametuamsha salama salimini. Tuombe. Mwenyezi Mungu, asante kwa kutuamsha asubuhi tukiwa buheri wa afya. Jina lako litukuzwe sana. Ruhusu Roho Mtakatifu atufundishe saa hii ya asubuhi. Tuanze na wewe, tupate nguvu, tupate uwezo wa kushinda, na zaidi ya kushinda tujiandae kwa ajili ya uzima wa milele. Katika jina la Yesu Kristo, amen. Wapendwa, asubuhi ya leo tutakuwa na tafakari nzuri inayosema tulipatanishwa na Mungu kwa kifo cha Yesu. Warumi 5 fungu la 10. Tafakari tu fungu hili moja basi. Narudia. Tulipatanishwa na Mungu kwa kifo cha Yesu. Warumi 5 fungu la 10. Kwa kuwa ikiwa tulipatanishwa na Mungu kwa kifo mwana wake tulipokuwa adui, zaidi sana tutaokolewa. Zingatia maneno hayo. Zaidi sana tutaokolewa kwa uzima wake tukiisha kupatanishwa. Naomba nirudie fungu hili kwa namna ya pekee sana. Kwa kuwa ikiwa tulipatanishwa na Mungu. Zingatia maneno hayo, kupatanishwa na Mungu. Unaweza kupigia mstari. Kwa kifo na mwana wake tulipokuwa adui. Zingatia neno hilo, tulipokuwa adui. Unaweza ukapigia mstari hapo. Zaidi sana tutaokolewa kwa uzima wake ukiisha kupatanishwa. Ndio kupatanishwa limerudiwa mara 2. Umewahi kuwa na mtu mliokuwa maadui kabisa, halafu siku moja mkapatana? Naomba nirudie swali hili. Umewahi kuwa na mtu mliokuwa maadui kabisa, halafu siku moja mkapatana? Ni swali la kujiuliza rafiki. Uadui hubadilishwa kuwa amani. Haleluya. Hivi ndivyo Mungu alivyofanya kwetu, lakini kwa gharama kubwa zaidi, yaani kifo cha Yesu. Hajatuomba upatanisho. Mungu ndiye aliyetafuta hali yetu kabla ya Yesu. Tulikuwa adui. Sikiliza neno hapo juu. Tulipokuwa adui. Tulikuwa adui. Watu wengi hufikiri walikuwa sawa kidogo mbele za Mungu, lakini Biblia haisemi tulikuwa dhaifu. Tulikuwa adui. Dhambi ilitufanya tukae mbali na Mungu. Namuona Hawa pamoja na Eva, Hawa pamoja na Adamu wanajificha. Walikuwa mbali na Mungu, wakajificha baada ya kufanya dhambi. Hata leo watu wanapofanya dhambi hawafanyi hadharani wakati fulani, wanajificha. Wengine wanajificha vichakani, wengine wanajificha kwenye magesti, nyumba za wageni, wengine wanajificha kwenye majumba tu ya hovyo huko. Wengine wanajificha msituni ili wafanye lile walilokusudia. Hivyo wanakuwa mbali na Mungu. Hivyo tunakuwa mbali na Mungu tunapofanya hivyo. Hata Adamu walipofanya dhambi walijificha. Na leo unaweza ukaona Adamu alikosea,
Kumbe na sisi tunafanya vile vile. Tunapofanya dhambi tunakuwa mbali na Mungu, kwa sababu tunaifanya tukiwa tumejificha mahali fulani. Naweza ikawa ni kwenye guest, ungana na mtu fulani hapa. Naweza ikawa ni kwenye nyumba yako, umejificha humo kwenye chumba fulani. Kwenye vichaka, mapagale, watu wanajificha huko kwa ajili ya kufanya uovu. Lakini wakati huo Mungu anakuona. Hakukuwa na amani, kulikuwa na uadui. Hatukuwa na uwezo wa kujipatanisha sisi wenyewe. Hatukuwa tumepotea tu, tulikuwa tumepinga. Naona kitendo cha Mungu, upatanisho kupitia kifo, ndio jambo la msingi hapa. Tulipopatanishwa na Mungu kwa kifo cha mwana wake, upatanisho hauji kwa maneno mazuri. Sikia, upatanisho hauji rafiki kwa maneno mazuri. Upatanisho ulikuja kwa sadaka, yaani Yesu Kristo. Mungu hakupuuza dhambi. Yesu alichukua adhabu kwa ajili yako, kwa ajili yangu. Msalaba ulikuwa daraja kati ya Mungu na mwanadamu. Damu ya Yesu mpendwa ilinena amani mahali pa hukumu. Ilinena amani mahali pa hukumu, maana tutakuwa tuhukumiwe. Lakini damu ya Yesu Kristo ilinena amani mahali pa hukumu. Upendo usioelezeka. Adui aliyependwa. Adamu na Eva walifanya dhambi wakawa maadui, lakini maadui hawa walipendwa. Hata wewe wakati fulani unafanya dhambi, unakuwa adui na Mungu, lakini Yesu anakupenda. Ila anachukia dhambi unayoifanya. Anachukia dhambi ninayoifanya. Ni rahisi kumpenda rafiki, lakini kumpenda adui ni jambo jingine. Ndio maana neno la Mungu linasema mpende jirani yako, mpende adui yako na muombee anayekuudhi. Jambo ambalo linahitaji Roho wa Mungu akae ndani yetu. Penda adui. Lakini Yesu alitupenda sisi maadui. Mungu hakungoja tubadilike, hakungoja tuombe msamaha, alitenda kwanza. Haleluya. Kwa hiyo Mungu alitenda kwanza, hakusubiri tubadilike. Huu ni upendo wa pekee sana. Huu ni upendo usioelezeka. Huu ni upendo wa kumpenda adui. Msalaba ni ushahidi kwamba Mungu hakutukataa hata tulipokuwa mbali naye. Mungu hajatukataa rafiki. Hata wewe hajatukukataa. Hata kama uko mbali na yeye, bado anakutafuta, bado anakuhitaji, bado anakupenda, bado anatupenda, bado. Haijalishi tunafanya mambo gani. Mungu wetu anatupenda. Mungu wetu anatujali. Mungu wetu anatuhitaji tusipotee. Haleluya. Rafiki, ni jambo la kufurahisha sana kuona ya kwamba Mungu anakupenda sana. Mungu anakujali sana. Mungu anahitaji kukuokoa. Mungu anahitaji tuokolewe. Wapendwa, tuokolewe. Tujitahidi kuwa karibu naye, tusiwe mbali naye, kwa sababu tukiwa mbali naye tutapotea. Hakuna ambaye anapenda kupotea hapa rafiki. Hakuna hata mmoja kwenye grupu la maisha ndani ya Kristo anayetamani kupotea. Kupotea ni jambo baya sana wapendwa. Umewahi kupotea mpendwa? Umewahi kupotea? Ni kazi, unarudi huku, unatafuta njia hii, kumbe sio, unazidi kupotea zaidi. Kwa hiyo kupotea sio jambo zuri. Sio jambo zuri. Matokeo ya upatanisho yalikuwaje? Zaidi sana tutaokolewa kwa uzima wake. Haya ni matokeo ya upatanisho, kwamba tutaokolewa kwa uzima wake. Kifo kilitupatanisha, lakini uzima wake unatuhifadhi. Haleluya. Tuna uhakika wa wokovu. Bwana asifiwe sana rafiki yangu ambaye unatafakari neno hili, adui aliyependwa. Mimi na wewe tulikuwa maadui tuliopendwa. Tulianguka kupitia wazazi wetu, lakini Mungu anatupenda. Na unaanguka, lakini bado Mungu anakupenda. Isipokuwa anachukia dhambi ambayo unaifanya, dhambi ambayo tunafanya, dhambi ambazo tunafanya. Msalaba hautuonyeshi tu jinsi Yesu alivyokufa, ulituonyesha jinsi Mungu alivyotupenda. Haleluya. Kwa rafiki, sisi ni maadui ambao tunapendwa sana na Mwenyezi Mungu. Kwa mambo ya kujifunza masaa haya ninayotaka kuhimiza wewe na mimi tuweze kuyazingatia. Mimi na wewe wapendwa, tulipatanishwa na Mwenyezi Mungu kupitia kifo cha Yesu Kristo. Jambo la pili, upendo usioelezeka. Adui
aliyependwa. Mimi na wewe ni maadui ambao tulipendwa na Mwenyezi Mungu sana. Mungu hakungoja tubadilike, hakungoja tuombe msamaha, alitenda kwanza. Kwa hiyo tunapaswa zaidi na zaidi kutazama msalaba, maana msalaba ndipo tunaona upatanisho huo kupitia kifo cha Yesu. Na msalaba unatuonyesha jinsi Mungu alivyotupenda sisi wanadamu, hata akamtoa mwanaye ili wewe na mimi tusipotee, bali turisi uzima wa milele. Mungu akubariki sana rafiki kwa kutenga muda wako kubarikiwa na somo la asubuhi ya leo. Neema ya Yesu Kristo iwe pamoja na wewe siku zote. Endelea kumtazama Yesu ili tuokolewe. Tuendelee kumtazama Yesu Kristo ili tuokolewe. Mungu akubariki. Yehova, asante kwa uzima, asante kwa uhai, asante kwa afya, asante kwa kutupenda. Asante Mungu kwa kutupatanisha kupitia kifo cha Yesu. Adui tuliopendwa, tulianguka dhambini, ukatupenda kupitia Yesu Kristo. Akaja, akafa, akafufuka, akapaa mbinguni kwa ajili ya kutuokoa sisi wanadamu. Na hata mbinguni anatuombea sisi tulio wakosefu, sisi tulio wa dhambi. Mwenyezi Mungu, tufundishe na sisi kumpenda Yesu, kuishi maisha yanayompendeza, kuishi maisha matakatifu. Asante kwa kutuhudumia asubuhi ya leo kupitia jina la Yesu Kristo. Tubariki wote wana grupu, wanaoenda kanisani, wabariki wapate maarifa ya kukujua. Wanaobaki nyumbani, endelea kuangazia nuru ya uso wako. Asante kwa kuwa umesikia dua zetu. Tunajikabidhi kwako siku ya leo tukiamini utatulinda, utatutunza, utatubariki katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana akubariki sana. Son